pamoja na mtumishi wa Mungu Florence. Praise the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. Without much ado, bila kuchukua muda mrefu, I want to bring you a man of God from Canada. Ningependa nilete mtumishi wa Mungu kutoka Kasisi William. Oe, hiyo ni ngumu sana hiyo. Koopmans. So he will be with us for the next 45 minutes, and then from that we will enter into our session of our fund drive. Otherwise, please welcome our brother. I love you. Karibu sana ndugu yetu, tunakupenda. We'll work together. Welcome, please. I may bring greetings and then Oh, yes. Now it's your time now. You can dance, you can bring greetings, you can sing and preach. Unaweza ukaleta salamu, unaweza ukahubiri, unaweza hata ukacheza. Muda wote huu ni wako sasa. good morning. Habari ya asubuhi. What a pleasure and a privilege it is to be here. Ni heshima na nafasi nzuri ya kuweza kuwepo mahali hapa. Thank you, Bishop Japheth. Asante askofu kwa mwaliko. Thank you also, Madame Florence. Asante pia Madame Florence. I so appreciate the hospitality of Kenya. Na pia ningependa nishukuru kwa sababu ya makaribisho ya huko Kenya. I already have a connection with Africa. Tayari nina muunganiko na Afrika. You see, my wife and I are blessed with 6 girls. Mke wangu pamoja nami tumebarikiwa na wasichana 6. 2 are married to Africans. Wawili tayari wameolewa na Waafrika. One is from Kenya. Mmoja ametoka Kenya. And one is from Burundi. Na yule mwingine anatoka kule nchi ya Burundi. We have an international family. Sisi ni familia ya kitaifa na mataifa. Amen. Amina. So far, kufikia hapo, God has blessed us with 15 grandchildren. Mungu ametubariki na wajukuu 15. We are a small symbol. Hiyo ni ishara kidogo tu of the international family of God. Ya familia ya kitaifa na mataifa tena ya Mungu. So I bring you greetings from the Christian Reformed Church in Canada. Kwa hivyo nawaletea salamu kutoka kanisa letu kule Canada. But I want to use most of my time to bring you the word of God. Lakini ningependa nitumie muda mwingi wangu kuleta neno la Mungu. May I please pray that God's Spirit will speak to us through his word. Naomba ya kwamba Roho Mtakatifu atanena nasi kupitia kwa neno lake. O Lord, our glorious God, Mungu uliyetukuka zaidi, creator of heaven and earth, wewe uliumba mbingu na nchi, we praise you as the God of our salvation. Tunakusifu kama Mungu tena wokovu wetu, our hope and our treasure. Tumaini letu na tena hazina yetu iliyokuu. May your Spirit be amongst us this morning as we worship you. Wacha Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi asubuhi ya leo tunapokuabudu. May our words glorify you. Wacha maneno yetu yakakupe utukufu. And Father, we pray that you will speak to our heart. Na Baba, tunaomba ya kwamba utanena na mioyo yetu. Through Jesus and your Holy Spirit. Kupitia Yesu Kristo na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. This morning we are looking at the book of Acts. Asubuhi ya leo tunaangalia kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume. Bishop already mentioned Acts 5 verse 42. Na tayari askofu ameitaja Matendo ya Mitume 5 mstari wa 42. But I follow that with God's word. Nilifuata hilo katika neno la Mungu. In Acts chapter 12. Katika Matendo ya Mitume 12. This is a story that we really need to read. Hii ni hadithi, ni habari ambayo lazima tuweze kuisoma vizuri. From the beginning to the end. Kutoka pale mwanzo hadi tufike mwisho. So we're going to read this chapter. Kwa hivyo tutasoma kifungu hiki cha Biblia. And then we'll look at some details. Na kisha tutaweza kuangalia mambo kadhaa ambayo yatajitokeza pale.
Now about that time, Herod the king stretched out his hand to harass some from the church. Kulikuwa na mtu mmoja huko Kaisarea aitwaye Samahani. Then he killed James, the brother of John, with the sword. And because he saw that it pleased the Jews, he proceeded further to seize Peter also. Now it was during the days of unleavened bread. So when he had arrested him, he put him in prison and delivered him to 4 squads of soldiers to keep him, intending to bring him before the people after Passover. Peter was therefore kept in prison, but constant prayer was offered to God for him by the church. And when Herod was about to bring him out, that night Peter was sleeping, bound with 2 chains between 2 soldiers, and the guards before the door were keeping the prison. And now behold, an angel of the Lord stood by him, and a light shone in the prison. And he struck Peter on the side and raised him up, saying, "Arise quickly." And his chains fell off his hands. And then the angel said to him, "Gird yourself and tie on your sandals." So he did. And he said to him, "Put on your garment and follow me." So he went out and followed him, and did not know that what was done by the angel was real, but thought he was seeing a vision. When they were past the first and the second guard posts, they came to the iron gate that leads to the city, which opened to them of its own accord. And they went out and went down one street, and immediately the angel departed from him. And when Peter had come to himself, he said, "Now I know for certain that the Lord has sent his angel and has delivered me from the hand of Herod and from all the expectation of the Jewish people." So when he had considered this, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered together praying. And as Peter knocked at the door of the gate, a girl named Rhoda came to answer. When she recognized Peter's voice, because of her gladness, she did not open the gate, but ran in and announced that Peter stood before the gate. But they said to her, "You are beside yourself." Yet she kept insisting that it was so. So they said, "It is his angel." Now Peter continued knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. But motioning to them with his hand to keep silent, he declared to them how the Lord had brought him out of the prison. And he said, "Go, tell these things to James and to the brethren." And he departed and went to another place. And then, as soon as it was day, there was no small stir among the soldiers about what had become of Peter. But when Herod had searched for him and not found him, he examined the guards and commanded that they should be put to death. And he went down from Judea to Caesarea and stayed there. Now Herod had been very angry with the people of Tyre and Sidon, but they came to him with one accord, and having made Blastus the king's personal aide their friend, they asked for peace, because their country was supplied with food by the king's country. So on a set day, Herod, arrayed in royal apparel,
sat on his throne and gave them an oration. And the people kept shouting, "The voice of a God and not of a man." And then immediately an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God. And he was eaten by worms and died. But the word of God grew and multiplied. And Barnabas and Saul returned from Jerusalem when they had fulfilled their ministry. And they also took with them John, whose surname was Mark. Matendo ya Mitume 12 kuanzia mstari ule wa kwanza hadi ule wa 25. Karibu wakati huo huo, mfalme Herode alianza kuwatesa baadhi ya Wakristo. Alimuua kwa upanga Yakobo ndugu yake Yohane. Alipoona kuwa kitendo hicho kiliwapendeza Wayahudi, aliendelea akamkamata Petro. Hiyo ilifanyika wakati wa sikukuu ya mikate iliyotiwa chachu. Baada ya kutiwa nguvuni, Petro alifungwa gerezani, akawekwa chini ya ulinzi wa vikundi 4 vya askari wanne. Herode alikusudia kumtoa hadharani. "Viatu vyako." Akafanya hivyo, kisha huyo malaika akamwambia, "Vaa koti lako unifuate." Petro akamfuata nje, lakini hakujua kama hayo yaliyofanywa na huyo malaika yalikuwa ya kweli. Alidhani alikuwa anaota ndoto. Mstari wa 10. Walipita kituo cha kwanza cha ulinzi na cha pili, alafu akafika kwenye mlango wa chuma wa kuingilia mjini. Huo mlango ukawafungukia wenyewe, nao wakatoka nje. Wakawa wanatembea katika barabara moja, na mara yule malaika akamwacha Petro peke yake. Hapo ndipo Petro alipotambua yaliyotukia. Akasema, "Sasa najua kwa hakika kwamba Bwana amemtuma malaika wake akaniokoa mikononi mwa Herode na kutoka katika mambo yale yote watu wa Israeli walioyatazamia." Mstari wa 12. Alipotambua hivyo, alikwenda moja kwa moja mpaka nyumbani kwa Maria mama yake Yohane aitwaye Marko. Humo watu wengi walikuwa wamekusanyika wakisali. Petro alipiga hodi kwenye mlango wa nje, na mtumishi mmoja msichana aitwaye Roda akaenda mlangoni kuitikia. Huyo msichana alitambua sauti ya Petro, akafurahi mno. Hata badala ya kufungua ule mlango, akakimbilia ndani na kumwambia kwamba Petro alikuwa amesimama nje mlangoni. Mstari wa 15. Wakamwambia yule msichana, "Una wazimu." Lakini yeye akasisitiza kwamba ilikuwa kweli. Nao wakamwambia huyo ni malaika wake. Wakati huo Petro alikuwa anaendelea kupiga hodi. Mwishowe walifungua mlango, wakamwona, wakashangaa. Petro aliwaashiria kwa mkono wakae kimya. Akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa gerezani. Kisha akawaambia watoe taarifa ya jambo hilo kwa Yakobo na wale ndugu wengine. Alafu akatoka akaenda mahali pengine. Kulipokucha, ulitokea wasiwasi mkubwa kati ya wale askari kuhusu yaliyokuwa yamempata Petro. Herode aliamuru ufanywe msako, lakini hawakuweza kumpata. Hivyo aliamuru wale askari waojiwe, akatoa amri wauawe. Alafu akatoka huko Yudea akaenda Kaisaria ambako alikaa. Mstari wa 20. Herode alikasirishwa sana na watu wa Tiro na Sidoni, lakini wao walimpelekea wajumbe. Nao wakafaulu kwanza kumpata Blasto awe upande wao. Blasto alikuwa msimamizi mkuu wa ikulu ya mfalme. Kisha wakamwendea Herode wakamwambia kuwa na amani, kwa maana nchi yao ilitegemea nchi ya mfalme kwa chakula. Siku moja iliyochaguliwa, Herode akiwa amevaa mavazi rasmi na uketi katika kiti cha kifalme, aliwahutubia watu. Wale watu walimpigia kelele za shangwe wakisema, "Hii ni sauti ya Mungu, si ya mtu." Papo hapo malaika wa Bwana akamwangusha Herode chini, kwa sababu hakumpa Mungu hizo sifa. Akaliwa na wadudu, akafa. Neno la Mungu likazidi kuenea na kukua. Mstari wa mwisho 25. Baada ya Barnaba na Saulo kutekeleza huduma yao,
walitoka tena Yerusalemu wakamchukua Yohane aitwaye pia Marko. Dear people of God, it was a time of deep suffering. Ulikuwa ni wakati, ni kipindi cha mateso mengi. As we look at the story of Acts 12, we see there are 3 key words. Tunapotazama habari hii ya Matendo ya Mitume 12, kuna maneno matatu ambayo ni ya kimsingi. 3 key themes that help us to understand this passage. Mambo matatu ambayo yanatusaidia kuelewa kifungu hiki. The first of these 3 words is grief. Moja kati ya maneno haya ni huzuni. The second word is grace. Neno la pili ni neema. And the final of the 3 Na kisha neno la tatu la mwisho is growth. ni kukua. Grief, grace, and growth. Huzuni, neema na kukua. If we take these 3 words together, tunapoweka maneno haya matatu kwa pamoja, it summarizes the story of Acts 12. Inaweza kuleta mkutasari ama ufupisho wa kifungu hiki cha Matendo ya Mitume 12. But it is really the story of the gospel. Lakini pia ni habari ambayo inahusu Injili. The Bible from beginning to end. Kutoka mwanzo hadi mwisho wa Biblia. Think for a moment of the grief in this passage. Tukiangalia kwa mfano sehemu ambayo ni ya huzuni katika kifungu hiki. Verse 1 says, it was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church. Mstari wa kwanza unasema kwamba ni wakati huo ambapo Herode aliweza kuwakamata baadhi ya wale ambao walikuwa ni wa kanisa, intending to persecute them. Akiwa anakusudia kuwatesa. He has evil intentions. Alikuwa na mawazo ama mpango ambao si mzuri. James, the brother of John, is put to death with a sword. Yakobo ambaye alikuwa ni ndugu yake Yohane alikuwa ameuawa kwa kutumia upanga. To all appearances, Peter will be next. Wakiwa wanajua kwamba Petro ndiye ambaye angefuata. And the church must wonder, how far will the persecution go? Na kanisa lilikuwa linashangaa, je, mateso haya ya kanisa yangeenda mpaka siku gani? The believers gather together in prayer. Hivyo basi waumini wakakusanyika pamoja ili waweze kuingia katika maombi. They opened their broken hearts to Jesus. Waliweza kuvunjika mioyo yao mbele ya Yesu. It's grief that pours from their heart. Ni huzuni, ni hofu ambayo ilikuwa imejaa katika mioyo yao. This grief has a circumstance and a context. Huzuni ambayo inajitokeza katika sehemu hii ama katika maelezo haya. But it is also symbolic of grief in the world. Lakini pia ni ishara ya huzuni ama mateso yaliyo hapa duniani. Grief is part of the world from the beginning of human history. Huzuni ni moja kati ya vitu ambavyo vinamjia binadamu katika historia ya binadamu. God created the world good. Mungu aliumba mbingu na nchi ikiwa sawa. A world of happiness. Dunia ambayo imejaa amani na furaha. To be in the presence of God. Tuweze kukaa na kuishi katika uwepo wa Bwana. To celebrate the goodness of God. Tuweze kusherehekea wema wa Mungu katika maisha yetu. Adam and Eve were created, we are told, Adam na Hawa waliweza kuumbwa, tumeshaambiwa, in righteousness and holiness. Katika haki na pia katika utakatifu. But when they sinned, lakini walipotenda dhambi, grief enters the world. Huzuni, mambo ya majuto, masikitiko yakaingia katika ulimwengu. And so the first book of the Bible, kwa hivyo basi tukiangalia katika Biblia pale mwanzo, the book of origins, katika kitabu ambacho ni cha mianzo ya kila kitu, tells us not only the origin of humanity, inajaribu kutuonyesha mwanzo wa binadamu na jinsi mambo yalivyokuwa, but the origin of sin, mahali ambapo dhambi iliweza kuanzia, of sadness and grief, huzuni na masikitiko. Much of the stories of Genesis focuses on grief.
mengi ya yale yanajitokeza katika kitabu cha Mwanzo yamejaa huzuni, yamejaa masikitiko. In the children of Adam and Eve, there is fighting. Katika watoto wa Adamu na Hawa kuna zuka ama kuna inuka vita. Cain slaughters his brother Abel. Kaini anamuua ndugu yake Abeli. The brokenness, the sadness, the grief continues from generation to generation. Kule kuvunjika, kule kuumia kunaendelea kutoka kizazi kimoja hadi kizazi kingine. Grief is part of the history of humanity. Huzuni na mateso ni sehemu ya binadamu katika maisha. We don't only read about it in the Bible, tunaisoma katika Biblia. We experience it ourselves. Hatuisomi tu katika Biblia peke yake, hata sisi wenyewe huwa tunapitia dhiki na pia huzuni katika maisha yetu. Every human being's life is a story that has grief. Katika maisha ya binadamu yote yamejaa huzuni. Grief is not just part of one nation. Huzuni si sehemu ya nchi moja tu, or one country or one continent. Ama bara moja ama labda nchi ambayo unaishi. In the church that I'm part of in Canada, katika kanisa letu kule Canada, we have people from different nationalities. Tuna watu mbalimbali kutoka katika mataifa mbalimbali. Last year in one of our Pakistani families, mwaka uliopita moja kati ya familia zetu ambao ziko kule Pakistan, there was one young man 32 years old. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye ni miaka 32 who died a very sad death. Ambaye alikufa kifo ambacho ni cha uchungu. The funeral service was full. Ibada ya maziko ilifanyika. There were Pakistani people, wale ambao ni wa Pakistan, friends from India, marafiki kutoka kule India, also white people, na pia watu weupe walikuwepo. And everyone was torn with grief. Na kila mmoja alikuwa amehuzunishwa na jambo lile. It doesn't make any difference what your skin color is. Kwa hivyo haileti tofauti kwa sababu ya rangi ya ngozi yako. Your tears are the same color. Machozi yako ni yale yale, hayalingani na rangi ya ngozi yako. We all experience grief. Sisi sote tunapitia uchungu maishani. It is our reality. Ni jambo ambalo ni kweli kabisa, ambalo haliwezi kufichika. The grief in Acts chapter 12 is very powerful and very real. Huzuni ambayo inajitokeza katika kitabu cha Matendo ya Mitume 12 ni ya kweli na ni hakika. It breaks the people's hearts. Inavunja mioyo ya watu. But in the midst of that grief, lakini katika yale ama katika ule huzuni, there's a second word. Kuna neno la pili. Grace. Neema. The church is gathered in prayer. Kanisa limekusanyika katika maombi. While the church is praying, na wakati kanisa linaomba, the Spirit is moving. Roho wa Mungu anatembea. An angel comes from heaven. Na kisha malaika anashuka kutoka mbinguni. And we have a miraculous deliverance. Na tunapata ukombozi ambao ni wa kiajabu, ukombozi ambao ni wa kimiujiza. We need to see not only the details, but the grace behind them. Tunahitaji tuweze kuangalia uhalisia wa jinsi mambo yalivyo, lakini pale bado neema ipo. It starts even with one little detail. Inaanza na maelezo ambayo yameelezwa kidogo. When Peter was put in prison, wakati Petro aliwekwa pale gerezani, it was the time of the Passover. Ilikuwa ni kipindi ambacho ni cha Pasaka. Why is that important? It is important for this reason. Ni jambo ambalo lilikuwa la msingi na la maana kwa sababu ya jambo hili. Herod will not put to death Peter during the Passover. Herode angeweza kumuua Petro katika
katika sherehe za Pasaka. That would be a deep offense to the Jewish people. Hiyo itakuwa ni makosa na itakuwa ni jambo ambalo halitakubalika na Wayahudi. So he's going to wait until the Passover is over. Kwa hivyo atangoja mpaka Pasaka iweze kupita. And then he will sacrifice this man. Na kisha ataweza kumuua huyu mtu. There's a moment of grace. Kuna kipindi cha neema. As Peter is in prison, wakati Petro yuko pale katika gereza, it becomes very clear that humanly there is no escape. Ida pale ilikuwa hakuna njia ya kuondoka ama kuepa. He's bound not with one chain but with two. Hajafungwa tu na mnyororo moja, lakini mnyororo ni zaidi ya moja, miwili. He doesn't just have one guard, he has two. Ana mlinzi mmoja, bali ana walinzi zaidi ya wawili. And there's an iron gate that's locked. Na kisha kuna lango ambalo ni la chuma ambalo limefungwa kwa makufuli. Humanly there is no escape. Kikawaida, kibinadamu, hamna njia ya kuepa katika gereza hilo. In history there have been some daring, creative escapes. Katika maelezo ya kibinadamu kumekuwa na vipindi ambavyo watu walihepa gereza na wakaondoka, wakatoroka. But this is not one of them. Lakini hili si gereza la kuepa. Peter really has nothing to do with the escape plan. Petro hana uhusiano wote na mpango wa kuepa katika gereza. The angel comes to him. Malaika anamjia pale ndani. Grace from above. Neema kutoka juu. The chains fall off. Ile minyororo ikaweza kukatika yenyewe. He's taken out of the prison. Kisha anatolewa katika gereza. Past the iron gate which opens on its own. Akapita lango la chuma ambalo lilifunguka lenyewe. This is not Peter's escape. Haya ama huyu si mpango wa Petro wa kuepa. He's brought out. Ameletwa nje, ametolewa nje. By the grace of God and the angel of God. Kwa neema ya Mungu na pia kupitia malaika wa Mungu. And is that not really the definition of grace? Na je, si hayo ni maelezo ya neema? God's word reminds us in Romans 3 verse 23. Warumi 3 mstari wa 23 Biblia inatukumbusha that all have sinned and fallen short of the glory of God. Ya kwamba wote wametenda dhambi na kisha kupungukiwa na neema ya Mungu. We all create prisons. Sisi sote tuna magereza ambayo tumejitengenezea wenyewe. Because of our sinfulness. Kwa sababu ya dhambi. And the circumstances surrounding us. Na pia hali ambazo zinatuzunguka. And if we are followers of Jesus Christ, na hivyo basi tunaondoka katika ulinzi wa Kristo, you know that suffering is going to come. Unajua ya kwamba mateso yataenda kuja. That's a reality of being a follower of Jesus. Huo ni ukweli, huo ni uhalisia wa kuwa mfuasi, mwanafunzi wa Yesu Kristo. But when the children of God are faithful, lakini wakati grace will abound. Wakati umepitia mateso, neema itatosha. Grace means that God frees us. Neema inamaanisha kwamba Mungu anatukomboa sisi when we could not free ourselves. Wakati sisi wenyewe hatuwezi kujikomboa. God extracts us from circumstances. Mungu anatuondoa katika hali from which we could not liberate ourselves. ambazo sisi wenyewe hatungeweza kujikomboa. When Peter comes to his senses, wakati Petro alipojirudia katika mawazo yake, akili yake, he says it was like a vision. Anasema ya kwamba ilikuwa ni kama ndoto, kama maono. It was like a dream. Ilikuwa ni kama ndoto. And he hadn't realized what was really happening to him. Na hapo akatambua kwamba hakika uhalisia wa mambo ni kwamba hili jambo lilikuwa ni la kweli. That's grace from beginning to end. Hiyo inaitwa neema kuanzia mwanzo hadi mwisho. So we've seen that in this passage there is grief. Tumeona katika kifungu hiki kwamba kuna huzuni. There's also grace. Na pia tumeona katika kifungu hiki kwamba bado kuna neema. Peter is restored. Petro anarejeshwa to those who love him dearly. Kwa wale waliompenda zaidi. Sisters and brothers in the church. Ndugu zake na dada zake pale kanisani.
And then there's a third word. Na kuna neno la tatu ama jambo la tatu. And that word is growth. Na hilo jambo la tatu ni kukua. Let's look first of all at the idea of growth for Peter. Hebu tuangalie wazo la kukua kutoka kwa Petro. You can't really experience the grace of God Wezi kuwa na neema ya Mungu without growing through it. kama wewe haujakuwa kupitia hiyo neema. His life appeared to be over. Maisha yake yanaonekana ni kwamba yamefika mwisho, yameisha. And now he can live for Jesus and continue to serve him. Na hivyo basi hawezi kuendelea kuishi kwa ajili ya Kristo na pia aendelee kumtumikia. When you experience suffering and grace, you grow. Wakati unapopitia machungu na unapopitia kipindi cha neema, basi kinachofuata ni kukua. Your faith is stronger. Imani yako inakuwa na nguvu zaidi. You can't be touched by the angel Hawezi ukaguswa tu na malaika and not changed inside. na ukose kubadilika ndani. Think also of the praying community. Fikiria pia kuhusu jamii ambayo inaomba. The servant girl Rhoda goes to the door. Mmoja msichana akaweza kwenda katika mlango. She says, "It's Peter." Akapiga kelele, akatoa sauti, akasema ni Petro. And what do they say? Na je, wakasema namna gani? You are out of your mind. Wewe ni wazimu, umekuwa punguani. This is what they have been praying for. Hii ndio wamekuwa kiombea. And now God has answered it. Lakini sasa tayari Mungu akiwa amefanya, And they can't believe it. hawawezi wakaamini ya kwamba Mungu ametenda. You know, sometimes we pray Wakati mwingine watu tunaomba and our heart is in the right place. na mioyo yetu inakuwa mahali pa sawa, And we know that God is good. na pia ndani tunajua kwamba Mungu ni mwema, And we know that God is mighty. na tunajua pia Mungu ni mkuu na ana uwezo. But still there's a little doubt. Lakini pale ndani kunakuwa na shaka. And we're surprised when God actually answers our prayers. Na tunashangaa mara nyingi wakati Mungu amejibu maombi yetu. Like this early church, we all